Mzize Clement. Mzize! Attention please. Mimi ni mdau wa kuchangia vilabu. Kama mashabiki hawa wangegezwa kwa mtaji, maana yake leo wangepata hela nyingi sana kupitia eneo la gate collection, si ndio? Kwa hiyo wanapaswa kuibrand timu yao na kuisupport timu yao kupitia viingilio, kwa sababu kama wewe ni mwanachama na shabiki haudonate pesa kwa klabu yako, maana yake wewe huna thamani kwa klabu yako. Ili uheshimishe klabu yako, maana yake lazima ulipie kiingilio ili klabu yako ipate mapato. Leo hii Full House ingekuwa imejaa hivi na kila mmoja amelipa shilingi 5,000, maana yake zile pesa zingetumika kuisaidia klabu, labda kusajili mchezaji dirisha dogo au kulipa mshahara au kulipa posho na vinginevyo. Lakini Full House unapata watu 60,000 ambao hawajalipa kiingilio na shilingi 100, maana yake ni hasara kubwa kwa klabu. Nilitarajia klabu kama Yanga ingekuwa na ushawishi mkubwa, kwa sababu wapo kuna mafanikio makubwa. Wana ubingwa mara 4 mfululizo. Sisi hatuna ubingwa. Wao wana ubingwa mara 4 mfululizo. Wametufunga mara 6 mfululizo. Wamechukua ngao ya jamii juzi. Nilitarajia wao ndio ingekuwa timu ya kwanza kujaza mashabiki uwanjani. Lakini aibu ilioje, wewe watu wanajaa uwanjani alafu hata 100 hawajalipa. Oro wamecheza mpira kiasi sana. Wameitoa timu ndogo na umeona pumzi imekatika. Umeona? Dakika ya second half wamepoteana Yanga Afrika. Wameshindwa kucheza mpira mzuri ambao walianza kipindi cha kwanza dakika za mwanzoni, wakapata bao la dakika 6 kupitia Dickson Jobu, baadaye wakapata bao kupitia Pacome. Lakini umeona eneo katikati walikuwa wazuri kwenye kiungo, lakini baadaye Silver Striker United wakabadilika, wakacheza kwa nafasi, lakini kuanzia kipindi cha pili Yanga Afrika imekata pumzi. Kwa Yanga hii haitoboe makundi, niwaambieni hii clip tunzeni. Kwa mpira huu ambao mmeona hapa Yanga, haendi kokote, anaishia group stage. Kama timu ndogo kama hii Silver Striker ukiangalia kuna ramani ya mpira wa Afrika, haipo popote. Yanga ni timu kubwa kwa Silver United. Yaani uichukue on paper Silver United na Yanga Afrika ni mingu na ardhi. Yaani hawa Silver United ni kama Sinza Star tu wa pale Sinza. Leo wanakuja kutoa pumzi hivi. Maana yake leo hawa Silver United wangepata bao moja tu, ilikuwa kilio kwa Yanga. Uongo. Principal Mare Dube pamoja na masharti ya mganga ya kunyoa kipara, lakini nafasi 4 za wazi amekosa. Yanga wana striker. Umeona mpaka mashabiki wapiga kelele kule. Yaani nafasi open chance. Clear chance. Yeye na goalkeeper Prince Dube anapiga out, anapiga off mpaka mwalimu wao kumtoa. Maana yake Yanga kuna eneo la ushambuliaji, washambuliaji ni butu. Ukimtegemea Prince Dube hawezi kuvusha group stage ya CAF Champions League uende robo finali. Pacome Pedro Zouzoua ambaye ndiye alimaliza mchezo, kiwango chake unakizungumzia? Leo amecheza vizuri, ila kuna wakati pumzi ilikata. Dakika ya 73 akawa anaomba kutoka. Kama uliiona akachemea. Pacome amecheza maeneo mawili kiufundi. Amecheza winga ya kushoto, umeelewa, ambako goli lilipatikana kwenye first half, na second half akawa winga ya kushoto. Baadaye akafanya transition kuja kwenye kucheza kama eneo la namba 10, creation kwenye eneo la creator Pacome Zouzoua. Mashambulio mengi ya hatari yalikuwa yanafanywa na Pacome Zouzoua. Maana yake timu nzima ilikuwa mtegemea Pacome Zouzoua ku drive kama driver force, maana yake kama kutisha timu. Pacome Zouzoua alikuwa akishika mpira ndio unaona Yanga yafaje inacheza. Lakini mpira ukiwa hapo miguuni kwa Pacome Zouzoua unaiona kabisa Yanga imekabwa, imezidiwa. Na ndio maana walikuwa wanafanya box ya Silver Striker, lakini hawafanyi ile final finishing ambayo ni nzuri ya kupata magoli zaidi. Ingekuwa ni timu nyingine kubwa zaidi ya Silver Striker, kama mfano ingekuwa National Ahli au Mamelodi au Esperance de Tunis au Pyramid ambao Yanga wacheza leo, ungelisikia na ingewezekana matokeo yangekuwa mengine hapa, kwa sababu umeona namna ambavyo Silver Striker pamoja na dogo ambao wanao wamejitahidi kuzuia Yanga wasicheze mpira wao. Watu watarajia leo watapata bao 5 mpaka bao 6, lakini umeona bao 5 zimekosekana. Principal Mare Dube yeye na goalkeeper anakosa magoli. Maana yake bado Yanga wakosiki, wana kazi ya kufanya kimataifa, bado sio wazuri. Leo wamefuzu kwenda kimataifa ila hawana furaha. Waulize mashabiki wengi wa Yanga hapa, wamefuzu kwenda kwenye group stage ila hawana furaha. Kwa nini? Yanga imecheza vibaya, haina mpira wa kufutia kwa sasa hivi. Ukiangalia aliyefunga goli ni beki Dickson Jobu, aliyefunga goli la pili ni winga Pacome Pedro Zouzoua ambaye amecheza vizuri, ingawa dakika 70 moto ulikata, pumzi ilikata. Maana yake inahitaji watu zaidi ya hao ambao waweze kuivusha kwenye group stage. Kama hapo Mohamed Hussein Shabalala amecheza group stage akiwa na Simba,
na leo tena amecheza group stage, ameingia group stage akiwa na Yanga. Dakika 90 ya kihistoria kwake, unazungumzia kiwango chake. Shabalala mimi ni rafiki yangu, ni mshikaji wangu sana, ni jamaa yangu, na mimi leo nimekuja kumtazama Shabalala. Pamoja na kwamba nimekuja kama mdau wa soka, lakini nimekuja kumtazama Shabalala. Leo Shabalala ameandika rekodi nyingine ya kuvunja rekodi kwa mchezaji mmoja wa wachezaji ambao wamecheza group stage nyingi. Hii ni rekodi, amefuzu kwenye group stage ya mara ya 7 katika maisha yake. Ni jambo la kumpigia makofi, lakini kwa mara ya kwanza akiwa na kosta Yanga, juzi kuna msemo ulizuka wa yeye amekuwa ni man of the bench. Leo kwa mara ya kwanza amepata dakika 90. Amecheza kwa dakika zote 90. Maana yake leo ameaminiwa, nadhani kwa sababu ya uwezo wake na experience kwenye mashindano haya, lakini pia kuna hatua kama hizi Shabalala amekuwa ni mtu ambaye ana uzoefu. Umeona ukomavu alionao kwenye kutulia, kuanzisha mashambulizi, kwenye kukaba, ni tofauti na wachezaji wengine ambao wangepata nafasi zaidi yake. Kwa hiyo mimi Shabalala ni mshikaji wangu, ninamtakia kila laheri huko anakwenda. Simba ni kama kafuzu kwenye makundi. Simba bado pia amefuzu. Simba bado hajafuzu. Ni kama kwa sababu goli 3 ni nyingi sana. Yes, Simba hajafuzu. Unawatamani labda kukutana na Yanga kwenye hatua ya makundi? Sisi kokote tunatamani kukutana na Yanga kwa sababu kwa mpira huu Yanga hana mpira wa kutisha mtu. Mwezi ujao, mwezi wa 11, kama sio mwezi wa 12, tutakutana na Yanga kwenye mechi ya ligi kuu. Na leo nimekuja kumuona nione uzoefu wake na ubora wake uko wapi. Kwa hiyo sisi tunakwenda kufuzu kesho. Pamoja na kwamba amefuzu kwenda kwenye group stage, lakini wameondoka hawana furaha kwa sababu mpira wameocheza ni wa kiwango cha chini. Hawa Simba United ni timu ndogo. Angalieni ngeni Google mtafuta wapi kuna ramani ya mpira wa Afrika Simba striker iko wapi? Hawa Yanga wameshinda timu ndogo, wametoa timu ndogo kwa kuingiza watu bure. Sawa, Dr. Mohamed, Yes. Nyinyi ni watu ambao mnafuatilia mpira. Ndio. Si mara ya kwanza timu kubwa kupigwa na timu ndogo. Pengine labda mchezo wa leo kulingana jinsi ambavyo umetazama, uliweka katika mizania Yanga kutoka na magoli mengi pekee, ama hiki ambacho kimetokea ni sehemu ya mchezo pia? Mimi nilikuwa natarajia Yanga anaweza kafungwa au akashinda vyovyote kwa sababu Silver Strike nao ni timu bora. Leo ukiangalia mwalimu Patrick Mabeda amekuja na approach nzuri ya kumzuia Uchizi Vunga asicheze mpira ambao alicheza mechi ya kwanza. Ukimwangalia Uchizi Vunga eneo anacheza la kiungo hakuwa na athari kubwa kwa sababu ndio mtu ambaye klabu ya Yanga wamemfanyia homework kubwa kumzuia asicheze mpira ambao ameuzoea ili kuifanya eneo la kiungo kuwa hai kwa upande wao. Na ndio maana eneo ambako anahudumu Mudasiru Yahaya, Duke Abuya lilikuwa bora sana kwenye eneo la kiungo leo. Ingawa second half walidominate mchezo kwenye eneo la kiungo pamoja na eneo la defense. Defense huko ilikuwa relax. Ni vile tu uwezo binafsi wa Pacome Zouzoua pamoja na Dickson Job ndio umeamua mechi leo. Otherwise Mzize Clement. Mzize! Attention please.